Makosa kubwa tunafanyanga kama wa Kenya ni kupiganishwa. And so that's what I'm saying. As Kenyans, we should stop fighting amongst ourselves. The fight should be against poverty. Thena negwa thena customer. Shida, umaskini ndio shida. And customer, let me tell you something. Shikuwa kikosa kuuza, kuna shiko mwingine. Hata mimi nikiisha, kuna shiko mwingine customer. Usifikiria hauzi kwa sababu Kamukunji anauza. Usifikiria hauzi ati kwa sababu Isili wanauza. Usifikiria hauzi ati kwa sababu jirani yako wanauza. No, the problem is stop doing your neighbor's business. Do your own business. Achana na biashara ya mtu mwingine. The only thing mtu mwenye unaona akiuza anafanya, yeye akiamka asubuhi anakujanga kufanya biashara yake. So what me I come to do, I do my business. And I am not interested in anybody. But if you feel like you deserve and you cannot work when this person is not there, then whatever you are doing is not a smart thing. Go back to the drawing board and look for a smarter idea. Kwa sababu kama idea yako ndio inakula, bro, hata ufunge watu mikono, hata ufunge watu nini, yako ndio inakula. You are not selling because of me. No, it is you, because you have been given everything kwa mkono yako. Wewe ndio unakataa kuitumia. And I'm personally saying this. Whatever has happened has got personal. Unasikia mtu yuko personal. Kwa sababu anafikiria mimi nikiisha yeye atauza. It has nothing to do with developing our country. If it was about that, by the way, I was okay. With the first counterfeit report, I was very fine. They were like, something that is under investigation should not be discussed in public. Fair. Then they were like, Shiko should introduce her own brand and will support her in doing that. That is growing a country. I was very okay with that. And I was like, God, if kitu yote nimefanya, the only result nitapata ni counterfeit kusema ku-encourage tujenge brand zetu ni sawa. Na ku-encourage wa Kenya wengine wajenge brand zao ni sawa. Na mtu mwingine, niliwaambia maana yangu, mtu mwingine asikuje anafirisika kama amenyamaza. Unafinywa kwa biashara kama umenyamaza. Customer, let me tell you something. This business is not very hard. It is very simple. Mtu anakupatia deni, so wewe unafungwa hapo. Unafikiria kwa sababu ya hiyo deni yenye umepewa na hiyo biashara, because that is what is trapping my fellow brothers and sisters wenye wako na mabiashara huku. Ni deni alikupea. Unasahau customer, pia wewe unaweza pewa hiyo deni. Kwa sababu the only reason anapata deni wewe upati ni kwa sababu yeye ndiye ameenda direct kwa Mchina. So what I needed to do was mimi niache kudeal na huyu mwenye ananifanya gobo. Mtu anakufanya their servant hawezi succeed, anaonekana yuko na akili kukuliko. So the idea was, let us go to China and make the deals with China. If you are negotiating with Chinese, has a Kenya and has a China, yeye pia aende afanye deal yake, tukuje kwa soko tungangane. Lakini yeye hataki uende, anataka yeye akuletee. Nikasema wacha basi aniletee ninunue. Bado hiyo haimtoshi. Bado yeye anaona yeye ni msichana mjinga na haufai na akili yako ni ndogo. So they start thinking of other things kwa sababu wanafikiri wewe utachapwa unyamaze. So me I said this. I'm not going to fight again alone. Tukue clear. Kama sifai kuuza kitu, pia wewe ufai kuuza. Kama mimi sifai kuuza kitu, pia wewe ufai kuuza. Kama wewe unafaa kuuza, pia mimi nafaa kuuza. That is my only interest. I'm not interested in anybody's job. Because mimi hata sijasoma nifike kwa ofisi. I'm not even educated. And when I say, I did not say a certain, I said this is what tunanyanyaswa. Kama uko na ID wewe ni Mkenya na unanyanyaswa pia. So wewe pia usiongee kama wewe haunyanyaswi. Pia wewe sema umekuwa ukinyanyaswa. Umekuwa ukibaia jirani yako hapo na haufaulu, unashindwa kwani shida yako ni gani, ulirogwa. Yeye anashinda China, wewe hauendi. Na China ni unasikia ni 100,000. Lakini wewe unashinda hapa kwa trap. So guys, let us learn kushikana na kusaidiana. And me, I have another reason that I always fight. And can I say this on another video? What do I do? Because I always tell people, let us stop fighting each other. Tukisema ni kitu tunapiga, wacha tuache kupigania hapa kwa street zetu na kwa biashara zetu. Wacha kupigia biashara yako ndugu yako. Acha kupiga biashara ya ndugu yako. Let us be smart. Hiyo biashara inalisha watu wengi, bro. Hata ukiiba hizo vitu, unaiba vitu ngapi? Like, let us stop fighting our amongst ourselves. Even as leaders. Me I know tuko na leaders huko top, lakini huku katikati wamefungwa macho. Wamefungwa macho kwa sababu watu wanaongeleshana vizuri, wanawapea deal, lakini hao wanakuongelesha hivi vizuri, lakini huku wanakukula. Mimi ask me, I can tell you. They'll talk to you nicely. There's a video I did here. But I was sending a message that wewe ndio umetumwa ukuje kuona. Yeye alikuwa ametumwa akuje kuona ndio apeleke report. Jana pia akakuja ndio ajue venye wata-attack. Akaingia kwa trap, akaenda akafanya venye nilifanya kwa sababu they have personal interest. So mkiniambia pale nilikuwa nacheka na mtu, sikuwa nacheka na mtu mimi. Mimi was passing a message. Ndio mtu mwenye yuko na macho na akili
aelewe mimi najua adui yangu. Na nilirecord hiyo video on purpose. I recorded that video on purpose because I knew my enemy. So I did not say everybody is bad. I said I have enemies and I know them. And I can mention one by one. Na wako huko kwa sababu wanajua kuna marafiki na watu wenye wanawasaidianga. Those are my problems. Mimi sina shida ingine. And I recorded that video because my enemy was there. And I wanted you to think I'm stupid. I am not stupid. I don't sleep. Mimi nafanyanga saa 9 nakuanga hivi. Kichwa yangu inakuanga ikienda hivi. So ulikuwa umetumwa ukuje uone. Ndio upeleke ripoti. Ulifikisha kwa sababu nitaka tupigane huko mbele. Tuache kukulana polepole huku. Mimi usinikule hivi. Hapana, nikule hivi nikiona. Mimi niliwaambia hivi, the reason why I sell the things that I sell ni kwa sababu I'm one of those people who grew out without a bed sheet. Mimi nilikuwa nafikiri bed sheet ni bei kali. Ndio bana wazazi wangu wakanipaia bed sheet. Lakini bed sheet si expensive. I told you my biggest pain ni kiatu inaitwa Supra. Babangu aliniambia hawezi nunua Supra. Bei ya Supra na bike ilikuwa moja 15,000. Then I just learned it was not a big deal. Sasa nikiletea mtoto Supra ataki. So my point was this, those are the things that drive me. That life can be affordable for Kenyans. That we can live an affordable life. Mimi nifanye hii biashara, wewe ufanye hii biashara, mwingine afanye ile biashara nyingine. So mimi siko haja kuchukua biashara yako. But ukiniguza kwa macho, sitakaa mimi nigoje niguze kwa macho. Na sitashinda huku Wakenya wanafikiri niko sawa, alafu kidogo kidogo huyu alifirisika. Huwa sijui alienda nini. Wacha nifirisike hapa kila mtu akiona. Na ndio muone venye mtu anafirisikanga kwa sababu ya kunyamaza. That's why I said in the morning, I will not fight my battles in silence. I will shout. Hadi yule mtoto mwenye yuko Isiolo anisikie. Ndio usiwahi kubali kunyanyaswa. Na usidanganywe na mtu kuna cartel na kuna nini. Ukujue wako na bunduki na wako na pesa. Wewe uko na Mungu na uko na akili na hujalaaniwa. I meet people here. But ile vitu mtu ameweka huko kwa barabara hataezi faulu. It's not fair. The people are using our young people. Wao wanajifanya wao wapiganangi. Wao hata serikali gani ingie, hao wananga shida. Then they don't have a problem whichever government is ruling. Sisi ndio watoto wetu. They are not breathing and they are not understanding what is wrong. What is wrong? Mamangu uko na akili. Babangu uko na akili. Mimi nimesoma. I just want to come and work. But things are not working. Anajua shikuwa anafanyanga hivi. Lakini kidogo kidogo akienda kufanya, anadanganywa na mtu. Ukuta. Unauzia wapi? Nakuru. Ni mzuri. Naweza patia wewe deni. Uende kidogo kidogo hivi ana deni amefirisika, mtu amemfanyia hesabu kwa amemfanyia. Don't hata unaweza enda China na ufanye a straight business, biashara yenye na make sense. Usijine huko na wasiwasi na mtu mwenye kusaidia haikusaidii. Usio ni okobo hiyo, na lugha yangu wanasema hiyo ni okobo nedo. Okobo nedo, what is okobo? Okobo neke Joy, what is okobo? Slavery. That is slavery. In the name of their help, nobody is helping you. You can help yourself. I told you guys, me, I went to China. I stood like this. It was not easy, guys. And I never keep on repeating. But over 1 million Kenyans made orders. And the fact that I delivered, I am forever happy. And I didn't have. That does not mean, what I was trying to say is this. Unaweza faulu, no matter where you are from. And kwa sababu umefanya hii, usichoke, tutaendelea, tutafanya vitu zingine mingi. Lakini ile kitu yenye mimi sitaki, kukatana mikono tukatani. If I'm allowed to sell it, you're also allowed to sell it. If you're not allowed to sell it, I'm also not allowed to sell it. Let us play fair. Let us build our Kenya pamoja. Kama tunalia pamoja. Kama wewe unalia, ulie. Kama mimi nalia, nilie. Lakini hakuna kitu wewe unalia na mimi sili. Makosa kubwa tunafanyanga kama wa Kenya ni kupiganishwa. And so that's what I'm saying. As Kenyans, we should stop fighting amongst ourselves. The fight should be against poverty. Thena negwa thena customer. Shida umaskini ndio shida. And customer, let me tell you something. Shiko akikosa kuuza, kuna shiko mwingine. Hata mimi nikiisha, kuna shiko mwingine customer. Usifikiria hauzi kwa sababu Kamukunji anauza. Usifikiria hauzi ati kwa sababu Isili wanauza. Usifikiria hauzi ati kwa sababu jirani yako anauza. No, the problem is stop doing your neighbor's business. Do your own business. Achana na biashara ya mtu mwingine. The only thing mtu mwenye unaona akiuza anafanya, yeye akiamka asubuhi anakujanga kufanya biashara yake. So what me I come to do, I do my business. And I am not interested in anybody. But if you feel like you deserve and you cannot work when this person is not there, then whatever you are doing is not a smart thing. Go back to the drawing board and look for a smarter idea. Kwa sababu kama idea yako ndio inakula, bro, hata ufunge watu mikono, hata ufunge watu nini, yako ndio inakula. You are not selling because of me. No, it is you, because you have been given everything kwa mkono yako. Wewe ndio unakataa kuitumia. And I'm personally saying this. Whatever has happened has got
personal. Unasikia mtu yuko personal. Kwa sababu anafikiria mimi nikiisha yeye atauza. It has nothing to do with developing our country. If it was about that, by the way, I was okay. With the first counterfeit report, I was very fine. They were like, something that is under investigation should not be discussed in public. Fair. Then they were like, Shiko should introduce her own brand and will support her in doing that. That is growing a country. I was very okay with that. And I was like, God, if hii kitu yote nimefanya, the only result nitapata ni counterfeit kusema ku-encourage tujenge brand zetu ni sawa. Na ku-encourage Wakenya wengine wajenge brand zao ni sawa. Na mtu mwingine, niliwaambia maana yangu, mtu mwingine asikuje anafirisika kama amenyamaza. Unafinywa kwa biashara kama umenyamaza. Customer, let me tell you something. This business is not very hard. It is very simple. Mtu anakupatia deni, so wewe unafungwa hapo. Unafikiria kwa sababu ya hiyo deni yenye umepewa na hiyo biashara, because that is what is trapping my fellow brothers and sisters wenye wako na mabiashara huku. Ni deni alikupea. Unasahau customer, pia wewe unaweza pewa hiyo deni. Kwa sababu the only reason anapata deni wewe upati ni kwa sababu yeye ndiye anaenda direct kwa Mchina. So what I needed to do was mimi niache kudeal na huyu mwenye ananifanya gobo. Mtu anakufanya their servant hawezi succeed, anaonekana iko na akili kukuliko. So the idea was, let us go to China and make the deals with China. If you are negotiating with Chinese, has a Kenya and has a China, yeye pia aende afanye deal yake, tukuje kwa soko tungangane. Lakini yeye hataki uende, anataka yeye akuletee. Nikasema wacha basi aniletee ninunue. Bado hiyo haimtoshi. Bado yeye anaona yeye ni msichana mjinga na haufai na akili yako ni ndogo. So they start thinking of other things kwa sababu wanafikiri wewe utachapwa unyamaze. So me I said this, I'm not going to fight again alone. Tukue clear. Kama sifai kuuza kitu, pia wewe ufai kuuza. Kama mimi sifai kuuza kitu, pia wewe ufai kuuza. Kama wewe unafaa kuuza, pia mimi nafaa kuuza. That is my only interest. I'm not interested in anybody's job because mimi hata sijasoma nifike kwa ofisi. I'm not even educated. And when I say, I did not say a certain, I said this is what tunanyanyaswa. Kama uko na ID wewe ni Mkenya na unanyanyaswa pia. So wewe pia usiongee kama wewe haunyanyaswi. Pia wewe sema umekuwa ukinyanyaswa. Umekuwa ukibaia jirani yako hapo na haufaulu, unashindwa kwani shida yako ni gani, ulirogwa. Yeye anashinda China, wewe hauendi. Wewe hauendi na China ni unasikia ni 100,000. Lakini wewe unashinda hapa kwa trap. So guys, let us learn kushikana na kusaidiana. And me, I have another reason that I always fight. And can I say this on another video? What do I do? Because I always tell people, let us stop fighting each other. Tukisema ni kitu tunapiga, wacha tuache kupigania hapa kwa street zetu na kwa biashara zetu. Wacha kupigia biashara yako ndugu yako. Acha kupiga biashara ya ndugu yako. Let us be smart. Hiyo biashara inalisha watu wengi, bro. Hata ukiiba hizo vitu, unaiba vitu ngapi? Like, let us stop fighting our amongst ourselves. Even as leaders. Me I know tuko na leaders huko top, lakini huku katikati wamefungwa macho. Wamefungwa macho kwa sababu watu wanaongeleshana vizuri, wanawapea deal, lakini hao wacha nikwambia kuongelesha hivi vizuri, lakini huko wanakukula. Mimi ask me, I can tell you. They'll talk to you nicely. There's a video I did here. But I was sending a message that wewe ndio umetumwa ukuje kuona. Yeye alikuwa ametumwa akuje kuona ndio apeleke report. Jana pia akakuja ndio ajue venye wata-attack. Akaingia kwa trap, akaenda akafanya venye nilifanya kwa sababu they have personal interest. So mkiniambia pale nilikuwa nacheka na mtu, sikuwa nacheka na mtu mimi. Mimi was passing a message. Ndio mtu mwenye yuko na macho na akili aelewe mimi najua adui yangu. Na nilirecord hiyo video on purpose. I recorded that video on purpose because I knew my enemy. So I did not say everybody is bad. I said I have enemies and I know them. And I can mention one by one. Na wako huko kwa sababu wanajua wako na marafiki na watu wenye wanawasaidianga. Those are my problems. Mimi sina shida nyingine. And I recorded that video because my enemy was there. And I wanted you to think I'm stupid. I am not stupid. I don't sleep. Mimi nafanyanga saa 9 nakuanga hivi. Kichwa yangu inakuanga ikienda hivi. So ulikuwa umetumwa ukuje uone. Ndio upeleke ripoti. Ulifikisha kwa sababu nitaka tupigane huko mbele. Tuache kukulana polepole huku. Mimi usinikule hivi. Hapana, nikule hivi nikiona. Mimi niliwaambia hivi, the reason why I sell the things that I sell ni kwa sababu I'm one of those people who grew out without a bed sheet. Mimi nilikuwa nafikiri bed sheet ni bei kali. Ndio bana wazazi wangu wakanibaia bed sheet. Lakini bed sheet si expensive. I told you my biggest pain ni kiatu inaitwa Supra. Babangu aliniambia hawezi nunua Supra. Bei ya Supra na bike ilikuwa moja 15,000. Then I just learned it was not a big deal. Sasa nikiletea mtoto Supra ataki. So my point was this, those are the things that drive me.
that life can be affordable for Kenyans, that we can live an affordable life. Mimi nifanye hii biashara, wewe ufanye hii biashara, mwingine afanye ile biashara nyingine. So mimi siko haja kuchukua biashara yako. But ukiniguza kwa macho, sitakaa mimi nigoje niguzo kwa macho. Na sitashinda huku Wakenya wanafikiri niko sawa, alafu kidogo kidogo huyu alifirisika. Huwa sijui alienda nini. Wacha nifirisike hapa kila mtu akiona. Na ndio muone venye mtu anafirisikanga kwa sababu ya kunyamaza. That's why I said in the morning, I will not fight my battles in silence. I will shout. Hadi yule mtoto mwenye yuko Isiolo anisikie. Ndio usiwahi kubali kunyanyaswa. Na usidanganywe na mtu kuna cartel na kuna nini. Ukujue wako na bunduki na wako na pesa. Wewe uko na Mungu na uko na akili na hujalaaniwa. I meet people here. But ile vitu mtu ameweka huko kwa barabara hata faulu. It's not fair. The people are using our young people. Wao wanajifanya wao wapiganangi. Wao hata serikali gani ingie, hao wananga shida. Them they don't have a problem whichever government is ruling. Sisi ndio watoto wetu. They are not breathing and they are not understanding what is wrong. What is wrong? Mamangu uko na akili. Babangu uko na akili. Mimi nimesoma. I just want to come and work. But things are not working. Anajua shikuwa anafanyanga hivi, lakini kidogo kidogo akienda kufanya anadanganya na mtu. Ukuta. Unauzia wapi? Nakuru. Ni mzuri. Naweza patia wewe deni. Uende. Kidogo kidogo hivi ana deni, amefirisika, mtu amemfanyia hesabu kwa amemfanyia. Don't. Hata unaweza enda China na ufanye a straight business. Biashara yenye na make sense. Usijine huko na wasiwasi na mtu mwenye kusaidia, haikusaidii. Usio ni okobo. Hiyo na lugha yangu wanasema hiyo ni okobonedo. Okobonedo, what is okobo? Okoboneke. Joy, what is okobo? Slavery. That is slavery. In the name of their help. Nobody is helping you. You can help yourself. I told you guys, I went to China. I stood like this. It was not easy, guys. And I never keep on repeating. But over 1 million Kenyans made orders. And the fact that I delivered, I am forever happy. And I didn't have. That does not mean, what I was trying to say is this. Unaweza faulu, no matter where you are from. And kwa sababu umefanya hii, usichoke, tutaendelea, tutafanya hivi, tutafanya vitu zingine mingi. Lakini ile kitu yenye mimi sitaki. Kukatana mikono tukatani. If I'm allowed to sell it, you're also allowed to sell it. If you're not allowed to sell it, I'm also not allowed to sell it. Let us play fair. Let us build our Kenya pamoja. Kama tunalia pamoja. Kama wewe unalia, ulie. Kama mimi nalia, nilie. Lakini hakuna kitu wewe unalia na mimi sili. Makosa kubwa tunafanyanga kama wa Kenya ni kupiganishwa. And so that's what I'm saying. As Kenyans, we should stop fighting amongst ourselves. The fight should be against poverty. Thena negwa thena customer. Shida umaskini ndio shida. And customer, let me tell you something. Shiko akikosa kuuza, kuna shiko mwingine. Hata mimi nikiisha, kuna shiko mwingine customer. Usifikiria hauzi kwa sababu Kamukunji anauza. Usifikiria hauzi ati kwa sababu Isili wanauza. Usifikiria hauzi ati kwa sababu jirani yako wanauza. No, the problem is stop doing your neighbor's business. Do your own business. Achana na biashara ya mtu mwingine. The only thing mtu mwenye unaona akiuza anafanya, yeye akiamka asubuhi anakujanga kufanya biashara yake. So what me I come to do, I do my business. And I am not interested in anybody. But if you feel like you deserve and you cannot work when this person is not there, then whatever you are doing is not a smart thing. Go back to the drawing board and look for a smarter idea. Kwa sababu kama idea yako ndio inakula, bro, hata ufunge watu mikono, hata ufunge watu nini, yako ndio inakula. You are not selling because of me. No, it is you, because you have been given everything kwa mkono yako. Wewe ndio unakataa kuitumia. And I'm personally saying this. Whatever has happened has got personal. Unasikia mtu yuko personal. Kwa sababu anafikiria mimi nikiisha yeye atauza. It has nothing to do with developing our country. If it was about that, by the way, I was okay. With the first counterfeit report, I was very fine. They were like, something that is under investigation should not be discussed in public.